Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani imeanza operesheni kubwa za kivita nchini Iran baada ya Israeli pia kusema ilizindua mashambulizi ya makombora dhidi ya nchi hiyo. Iran imejibu kwa kushambulia Israeli na mali za Marekani katika nchi kadhaa za Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Katari, Falme za Kiarabu, Kuwait, Bahrain, Syria, Jordan, Saudi Arabia na Iraq. Ripoti za Irani zinasema shambulio la Israeli limepiga shule ya msingi ya wasichana huko Minab, jimbo la Homgan, kusini mwa Iran na kuua zaidi ya watu 50. Baadaye pia maafisa wamesema angalau zaidi ya watu 70 wameuawa na zaidi 90 kujeruhiwa katika maeneo ya Minab na Jaske. Milipuko imesikika huko Shiraz na baadhi ya maeneo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei yuko hai kwa kadri ninavyojua. Amesema ujumbe wa Trump kuhusu mabadiliko ya serikali nchini Iran ni mission impossible na Iran haina uwezo wa kushambulia Marekani moja kwa moja. Amesema kuna uwezekano wa makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kwa wa amani. Nchi za Ulaya, miongoni mwa nchi tatu za Ulaya, Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, zimesema hazikushiriki mashambulizi hayo na zinaendelea kuwasiliana na washirika. Waziri Mkuu wa Hispania amelaani pande zote mbili kujiingiza katika vita na hata pia inafuatilia kwa karibu kuhusiana na mapigano hayo ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati. China imetoa wasiwasi mkubwa na kutoa wito wa kusitisha mapigano mara moja, kuheshimu uhuru wa Iran na kurejea mazungumzo. Rais Trump amesema anataka uhuru wa watu na taifa salama, huku wabunge wa Republican kama Thomas Massie wamepinga vikali hatua hizo za Donald Trump, wakisema si American First na wanataka kura ya Congress. Hali inaendelea kubadilika haraka na anga limefungwa katika maeneo mengi, huku ndege zikisitishwa na hatari ya vita kubwa zaidi ikiongezeka. Kiongozi mkuu wa jeshi la Iran Jenerali Mohammad Bakou ameripotiwa pia kuuawa leo katika shambulio la mapema Februari 28, 2026 katika shambulio la anga lililofanywa na Israel pamoja na ushirikiano wa nchi ya Marekani. Ripoti zinaonyesha kwamba Bakou ambaye ilichukua nafasi ya kiongozi wa awali Hussein Salami baada ya kuuawa mwaka 2025 alikuwa ni miongoni mwa maafisa ngazi za juu waliolengwa katika shambulio hilo. Pia waziri wa ulinzi wa Iran Amir Nasirzaadeh amethibitishwa kuuawa katika shambulio hilo hilo, na maafisa wengine kama kiongozi wa upelelezi wa Iran wanaweza kuwa wameathirika katika mashambulio hayo hii leo. Hata hivyo, serikali ya Iran bado haijathibitisha rasmi vifo hivyo, na baadhi ya maafisa wa Iran kama waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesema kwamba hata kama baadhi ya maafisa wameuawa si tatizo kubwa. Shambulio hilo limefanyika katika muktadha wa vita inayoendelea kati ya Israel na Iran, ambapo Israel imesema ilianza operesheni ili kujikinga na vitisho vya moja kwa moja kutoka Iran. Kulingana na vyanzo vya Israel, Bakou alilengwa katika awamu ya kwanza ya mashambulizi na maafisa wa Israel wanaamini kwamba aliuawa. Aidha, ripoti pia zinaonyesha kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na Rais Masoud Pezeshkian wanaweza kuwa walilengwa katika shambulio hilo, na Khamenei amehamishwa hadi mahali salama ingawa hatima yake haijathibitishwa. Hii pia inaonyesha kiwango cha juu cha operesheni hii ambayo inahusisha ushirikiano wa Marekani na Israeli katika mashambulizi haya ya leo mapema.